Mchungaji. Ya. Uko vizuri? Leo niko vizuri leo. Leo umepoa? Leo kidogo afadhali. Oya jamani, muonesheni kwa kuanzia chini. Bwana. Leo kidogo afadhali. Vunja kabati. Si leo kanisani. Leo siku za Jumapili. Unajua mara nyingi sana tunatuhoji siku za Jumapili. Au siku za mechi tunakuwa tumevaa jezi. Lakini tukitupia sisi tunakuwa kama mawaziri au wabunge. Umetupia lakini umeona kikosi chako kilivyokuwepo. Kikosi cha Simba leo kimetupa raha kwa sababu tayari Simba tumepata point 3. Ligi unaanza na ushindi, kitu kizuri. Na ni picha kabisa inaonyesha kwamba Simba hii inakoelekea itakuja kuchukua ubingwa, itafanya vizuri zaidi. Ukianza na ushindi. Ukianza na sare unaanza kwanza na matatizo. Umeona? Ndio wale mwisho wa siku namsubiria mtu afungwe ili uchukue ubingwa. Na mimi nilikwambia, hesabu siku zote zinaanza mapema. Kama msimu uliopita tumeshindwa kuchukua ubingwa kwa mechi ya Mtibwa ile ambayo tutoa sare. Kumbe ile mechi tungeshinda ile mechi, Simba ingekuwa bingwa mwaka huu. Kwa hiyo sare ndio imetukosesha tuchukue ubingwa mwaka jana. Kwa hiyo kuanza hivi na ushindi ni jambo zuri sana kuliko tukaenda tungepata sare au tungefungwa. Ukiangalia performance, unaweza kuizungumziaje kikosi kizima kabla ya mchezaji mmoja? Kikosi ukiangalia kwa asilimia kubwa kinaridhisha. Na leo wamecheza kwa morali, hata yule Dumbia leo ameonekana anatafuta goli. Ni target ilikuwa sio kwake, lakini anaonyesha mwamba anagongesha, mipira inarudi, inaonekana ana kitu. Yule ndo siku hata kuja kumomba samani yule bwana. Anagongesha mwamba ndo kufunga. Huyu mtu ana target ya kufunga ila afungi tu. Kuna mtu mwingine hata kugongesha mwamba agongeshi. Ndio maana ukipata kocha mzuri akwambiaje, ili wewe tukujue mzuri basi hata mwamba agongesha. Hata mwamba yeye agongeshi. Wote semaje ni mzuri. Alafu tukisema tumlaumu Dumbia. Mechi ya ligi kacheza ipi? Si ndio moja hii? Sasa unamlaumu kwa vipi? Yule kasajiliwa kwa ajili ya ligi kuu. Hajasajiliwa kwa ajili ya Monaza. Sijui Ngao hajasajiliwa kwa ajili hiyo. Yeye amesajiliwa ndani ya Simba kucheza ligi kuu na klabu bingwa barani Afrika. Ndio hata target ya Simba. Sasa ligi ndio leo. Leo ndio Arifu anaanza. Leo itakuwaje tena umwambie eti yule mbovu. Ana mbovu gani? Wakina Okele tumewasubiria hapa kibao. Wakina Chama kipindi hicho tumewasubiria. Sio huyo tu. Walikuja kina Aucho, tukaja tukawasubiria. Walikuja wakina Mayele, tukawasubiria. Kwa nini leo jamaa sisubiriwe? Wakina Kibdeni wote tumewasubiria. Kwa nini leo tusimpe muda? Kwa sababu ndio mechi yake ya kwanza ya ligi kuu. Ndio first time anacheza. Na ndio maana kocha mechi lazima amwanzishe. Kwa hiyo Simba sisi tuna striker bora, ila mashabiki asubuhi anaongea hili, jioni anaongea lingine. Sisi hatuna wema washabiki, lakini Dumbia ni mchezaji mzuri, nimeona mikimbio lake leo. Leo nimemwona anavyohangaika, anavyogongesha miamba. Umeelewa? Sio miamba tu. Leo mpaka magoli ya vichwa anajaribu kufunga. Mpira unapaa juu. Huyu ni mtu. Ni wakati tu. Mashabiki wa Simba hamna msimamo. Nasema hivi ni wakati tu. Tumepata striker. Ila sisi tunapenda vitu vya haraka haraka. Hatupendi kumpa mtu wakati. Tunataka ukisajiliwa tu. Hata kwenye mazoezi hapa unafunga. Bonazo unafunga ndio wanajua huyu bonga striker. Sasa unakompea na upande wa pili. Hiyo ndio shida hiyo. Yanga ni Yanga, Simba ni Simba. Ukitaka kukopea Yanga na Simba utapotea. Yanga na mambo yao na sisi tuna mambo yetu. Usitaki kufanisha Yanga na Simba. Simba ni jambo lingine, Yanga ni jambo lingine. Sasa kuna watu wanachukua Simba na Yanga wanazikusanya pamoja. Utachanganyikiwa. Simba anakocha mzungu, Yanga anakocha Mswahili. Utapata shida. Yule ana jina gumu, yule ana jina rahisi. Utapata tabu. Kwa hiyo lazima pawe na utofauti. Simba ni nyingine, Yanga ni nyingine. Ukitaka kukompea Yanga na Simba utapotea. Falsafa tofauti, njia zetu tofauti. Hawa wanaingia jumba la dhahabu, Simba ingia jumba la dhahabu. Umeelewa? Hawa wana wachezaji wanaenda kuiba kambini, Simba haibi kambini. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Simba ni Simba, Yanga ni Yanga. Ukiangalia performance, lakini ukikompea sasa performance ya klabu ya Simba na performance ya wachezaji wa Yanga, unaweza kuizungumzia? Siwezi kwa sababu Yanga sio timu yangu. Mimi naangalia cha leo. Leo ndo nitaanza kusema Simba imeanza alifu. Simba leo imecheza vizuri. Simba imepanda kushinda. Bas. Haya mengine kwa mabonaza. Ligi ndio inaenda na point. Leo point zinaonyesha leo kwamba Simba na pointi 3 magoli 2. Sielewa? Ndio ninachoangalia. Ukimwangalia jirani anavyojenga nyumba yake utapata tabu. Maana anaweza kajenga akafika hapa juu akaibomoa. Wewe utafanyaje sasa? Na umekopi ramani kutoka kwake. Mbona kama kuna kitu fulani kinadiliwa? Mimi ndio nakwambia. Ukikopi ramani ya nyumba ya jirani utapotea. Sielewa? Sisi tuiangalie Simba yetu. Tutake umoja ndani ya Simba. Tuweke upendo ndani ya Simba. Tupendane wana Simba. Kuna watu wanajiita sio influencer, sio wanajiita nini? Waisemee mazuri Simba. Lakini sio pamoja na wewe influencer. Ndio waisemee Simba vizuri. Simba inatakiwa isemee vizuri.
Hakuna mtu mwingine atakayesembea Simba zaidi ya mainfluencer wa Simba wasemee Simba vizuri. Na wasio maneno ya kuwapeleka huku, maneno ya kuwapeleka huku. Maneno ya tunataka muungano wa Simba moja, zana ya nguvu moja ndani ya Simba. Hatutaki mabaka na makundi. Hatutaki ndani ya Simba. Simba tunataka moja, ambayo Simba hii ikiwa moja itaenda kufanya vizuri klabu bingwa Afrika na pamoja na ligi kuu. Mashabiki wa Simba wanaibomoa Simba wenyewe. Ina ukweli namna gani? Ni kweli, wanaibomoa kwa mikono yao. Kwa mikono yao, na bahati mbaya viongozi nao wanawasikiliza. Kwa sababu shabiki anaweza kaamka asubuhi tu. Shabiki sio mtu kumtumainia. Asubuhi anaweza kaamka tu akamwambia tumtaki kocha. Sababu hatumtaki kocha. Viongozi nao ikashika moto. Kama unavyoona moto ukiwashwa. Unatoka kidogo baadaye unashika nini? Unashika kasi. Kasi ikishika unakwambia tumtaki kocha. Walimu viongozi nao wanaingia mkenge wanamtoa. Shabiki sio mtu wa kumwekea maanani. Shabiki ni mtu wa kubadilika. Si umeelewa? Simba nachoomba, tuwekeni umoja, tusitake mipasuko ndani ya Simba. Si umeelewa? Tusiweke mipasuko ndani ya Simba. Umoja, wito wangu umoja ndani ya Simba ndio uwepo. Pasiwepo hao wanasema huyu anamsema huyu. Simba iwe moja ili tufanye vizuri. Shida inakujeje? Simba kuna watu wamefuata furaha na kuna watu wamefuata maslahi. Umeona vitu viwili tofauti. Furaha na maslahi. Si umeelewa? Sasa aliyefuata furaha yeye anaumia, ndio anazimia. Aliyefuata maslahi anaona hewa ala tu inachotokuwa na iwe. Mchungaji, unaamini kuna baadhi ya mashabiki wa Simba ni machawa? Tena tatizo. Wengine si matatizo ndani ya Simba. Wapo. Maneno wanapeleka huku. Tena wanagombanisha mpaka viongozi. Wapo. Wanagombanisha viongozi. Wanaenda huko anamwambia huyu, anatoka anamwambia huyu, anamsema huyu kiongozi vibaya, Na Mungu kasema kwamba uheshimu mamlaka zilizowekwa. Unataka utaki, uheshimu. Sasa sisi hatuheshimu hata mamlaka zilizowekwa. Sasa kama mtu anaweza kasimama akamsema kiongozi hadharani kwa makelele, huyu hafai. Wewe unaona kama tatizo hilo? Ni mtu wa Simba huyo. Hajui anaiharibu Simba yake bila kujua. Anawanufaisha upande wa pili. Yaani unapotoka hadharani ukimsema kiongozi fulani mbaya, sio kama unajenga, unajaribia wewe mwenyewe na unacheka wewe mwenyewe, mtu wa Simba. Hiyo ndio shida iliyoko ndani ya Simba. Mtu yuko razi atoke hadharani amseme vibaya kiongozi. Hapo ujengi unaharibu Simba. Simba inabidi iwe moja. Sisi tulikuwa na slogan tuliachana na wazee wetu. Leo shabiki wa Simba kindaki aliyekufa miaka 90. Aliyekufa miaka 80. Akiamka leo, akija kusikia Simba imefungwa mara 6. Anadondoka anakufa tena. Wanamzika mara ya pili. Umeelewa? Akija kusikia Simba leo Yanga akachukua ubingwa mara 5 mfululizo na kuna dalili ya kuchukua mara 6 tena mfululizo, anakufa tena, anadondoka tena, anakufa tena. Maana yake nini? Simba watu sasa hivi hawaipendi klabu ya Simba. Wewe unanielewa? Wanapenda nini? Kuna watu wamekuja Simba hawaipendi Simba. Lakini hilo inaenda mpaka kwa viongozi. Kuna baadhi bado unanielewa? Viongozi mpaka kuna watu hawaipendi Simba, mimi nakwambia, hawaipendi Simba. Wao wanachopanga wanataka mifuko yao ijae pesa, ndio hiyo shida, maslahi. Hawaipendi Simba, wanajipenda wao. Hiyo ndio shida ndani ya Simba. Tumeelewa? Ndio kitu kinapelekea mnafungwa mara 6. Sio kufungwa mara 6 tu. Na kukosa ubingwa. Simba ina umoja. Leo hii sisi tunaenda uwanjani. Hawa wanawaambia eti msiingie kwenye vyumba hivi. Mtu wa Simba kabisa. Anakwambia msiingie uwanja, msiingie kwenye vyumba. Tafuteni sehemu nyingine, kula mtatoka. Sasa mtu wa Simba kweli wewe? Kuna mengi Simba huko. Zanzibar huko tumeenda, kuna mtu mwingine anatoa siri za Simba. Ndio nakwambia hivi, wameingia Simba ndani watu wa maslahi. Hao ndio wanaiharibu Simba. Simba sasa hivi kuna watu waleka ile dhana ya nguvu moja. Sasa hivi haipo kwa sababu watu wanapenda maslahi kuliko kuipenda klabu ya Simba. Hiyo ndio shida kubwa ya Simba. Tumalize na hili hapa. Kurejea wa Stefano ndani ya klabu ya Yanga. Kurejea kwa Stefano Aziki wanarejesha matapishi yao. Yaani unamfanyia promo mke ambaye ulimuoa, alafu kaenda kuolewa na mtu mwingine ukamrudisha. Kama unamfanyia sherehe mara ya pili. Sasa majirani wanakushangaa. Wewe unamfanyia sherehe ambaye ashazoea hii nyumba. Mfanyie sherehe mgeni wa ile nyumba. Yule kaizoea nyumba na vyumba vyote anavijua, wewe unamfanyia sherehe. Ya nini sasa? Ni ile kufanya advertise ambayo haina maana yoyote. Sasa kulikuwa na jana kumwekea hilo bango hapo KMC. La nini? Basi awe mgeni.
unasema imewauma. Inamuuma nani? Mke uliomuoa mwenyewe, ukamwacha mwenyewe, ukamrudia wewe mwenyewe. Inamuuma nani? Hata majirani watakushangaa. Ndio maana tunamshangaa. Umemwacha mchezaji wewe mwenyewe, amerudi kwako mwenyewe, unamfanyia sherehe wewe mwenyewe. Hapo tunatulazimisha waseme tumechukia nini? Ilikuwa mchezaji mgeni sawa. Lakini kwa hilo Yanga wamebugi. Wamebugi kabisa. Huwezi kuchukua mchezaji ambaye tayari ashatoka kwenye timu, alafu ukamrudisha tena kwako. Alafu ukamfanyia sherehe. Vituko hivyo. Hivyo ni vituko. Nikushukuru sana. Mungu ibariki Simba Sports Club. Mungu wabariki wachezaji wote wa Simba Sports Club na benchi la ufundi. Mungu wabariki viongozi wote wa Simba Sports Club. Simba ninaikabidhi mikononi mwako. Simba bingwa tena safari hii. Simba bingwa.